hata rudi kutoka tena mbinguni tena ili kufa. Maana He's yake not going to die on the cross again. hawezi kuja tena kufa tena msalabani. He's not going to be raised up again. Hawezi kufufuka tena Because he died once. kwa sababu amekufa mara moja He tu. was crucified once. Amesulubiwa mara moja He tu. was buried once. Amezikwa mara moja And tu. on the third day, Na siku ya he tatu rose from the dead. akafufuka kutoka kwa wafu. And he's seated at the right hand of God Na Almighty. ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Forever he prays. Na kwa sasa anaendelea kutuombea. He has made a way Yeye ametengeneza for njia anyone, kwa yeyote, all people, watu wote to come to God kwenda kwa Mungu because of his sacrifice. kwa sababu ya kusulubiwa kwake. That sacrifice has been completed. Ile kusulubiwa ilishaisha. Now we receive what's already been done. Na sisi tunapokea katika kile tayari ambacho kimeshatendwa. And Paul said that faith speaks this way. Na Paulo anazungumzia imani katika njia hii. It doesn't say who will come down from heaven. Na anasema kwamba nani atashuka tena kutoka mbinguni Who will raise Christ from the dead again? ambaye atamfufua tena Yesu kutoka kwa wafu. But what does faith say? Lakini anasema imani inazungumza nini? That if you will believe in your heart Kama utaamini moyoni mwako and you will profess with your mouth na utakiri kwa kinywa chako the lordship of Jesus, kwamba ubwana wa Yesu you Kristo, will be saved. utaokoka. For with the heart we believe, Kwa sababu kwa moyo tunaamini and with the mouth we profess. na kwa kinywa tunatamka. This is how faith speaks. Hivyo ndivyo imani This inasema. is how faith works. Hivyo ndivyo imani inafanya Not kazi, only for our salvation, sio kwa sababu tu ya wokovu but wetu, for every area of our katika life. kila eneo la maisha yetu. We look into the Word of God, Tunaangalia tu neno la Mungu, and the Bible says na Biblia inasema all the promises of God ahadi zote za Mungu are yes and amen. ni kweli na ndio, Yes and amen. ni kweli na To the amina, glory of God. kwa utukufu wa Mungu. So we look in the Word of God, Tunaangalia tu neno la Mungu and we see that Jesus healed the sick. na tunamuona Yesu anaponya And wagonjwa, we see the Word of God says that Jesus is the same yesterday, Na- today, and forever. na tunaona neno la Mungu linasema Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. And God says yes to my healing. Na Mungu anasema ndio kwa uponyaji. And so we say, Na kwa hiyo tunasema Jesus, you're my healer. kwamba Yesu ni mponyaji I wangu. believe you sent forth your word. Naamini ulishalituma neno You lako, died on the cross. umekufa You msalabani, were struck by the bruises upon your body. umepigwa vibaya katika miili yako. And I say, Na ninasema with my mouth, kwa kinywa changu, you are my healer. wewe ni mponyaji wangu. I speak healing. Ninazungumza uponyaji, I declare healing ninatangaza uponyaji over my body. katika mwili I wangu. declare the life of God. Ninatangaza maisha ya Kristo katika maisha yangu, And I believe na ninaamini that faith speaks this kwamba way. imani inazungumza kwa namna hiyo. Whatever we are needing God to do in our life, Mahali popote ambapo tunahitaji Mungu kufanya katika maisha yetu, we are entering into what God has already done. tunaingia katika kile ambacho Mungu tayari amekwisha kufanya. We're not trying to get God to do something. Hatujaribu kumfanya Mungu afanye jambo fulani, Activating what God has done by faith. tunakifanya kile Mungu ambacho ameshafanya kwa imani, Activating the power of God. na tunachukua nguvu ya Mungu. Faith is to believe. Imani ni kuamini, Faith is to the Word of God. kuamini katika neno la Mungu. What matches are to fire. Let's say what matches are to gasoline is what I meant to say. Like if you light gasoline on fire. Kama unavyowasha kiberiti, jinsi ambavyo kwenye gesi inavyowaka kirahisi. If you put fire to gasoline, it will explode. Unapowasha kijiti katika gesi mara moja, inaripuka. It's very dangerous. Ni hatari. But our faith Imani yetu ignites the Word of God. inakwenda sawa sawa na neno la It Mungu, ignites the power of God. inang'ang'aniana, inashikamana na neno la Mungu. We see this in the life and ministry of Jesus. Tumeona katika huduma ya Yesu, There are many times Jesus healed people wakati mwingi sana Yesu Kristo aliponya watu, when he wasn't planning to heal them. hata wakati alikuwa hana hata mpango wa kuponya. But people's faith Lakini imani za watu brought the power of God into operation ikaleta nguvu ya Mungu katika operation, because they took hold of God. kwa sababu walichukua neno la Mungu. In Mark's Gospel, the 5th chapter, Mark chapter 5, Katika Marko sura ya 5, the Bible speaks of a woman who had an issue of blood. Biblia inazungumza mwanamke ambaye alikuwa na tatizo la kutokwa na damu. I think it says for 12 years. Nadhani ilikuwa takriban miaka 12. That's a long time. Ni muda mrefu sana. She went to every doctor. Alienda kwa kila She daktari, went to every specialist. alienda kwa kila bingwa, Nothing worked. hakuna chochote kilichofanya She had kazi. no hope. Hakuwa na tumaini, Things just got worse. mambo yalizidi kuwa mabaya. Sometimes we can go to doctors. Muda mwingine tunaweza kwenda kwa madaktari, Sometimes we can go to the world. wakati mwingine tunaweza kwenda sehemu mbalimbali And we're looking for answers. na tunatafuta majibu, But the answer never comes. lakini majibu hayaji, Because there are things the world can't do. kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo hawezi kufanya. The arm of flesh fails us. The arm of man will fail us. Mikono yetu vile vile inaweza